mambo yaliyo kwenye kazi ya msalaba na uweke imani ya kubadilishwa na hayo mambo. Sikiliza vizuri somo. Weka imani kwenye kazi ya msalaba. Yafahamu mambo yaliyo kwenye kazi ya msalaba na uweke imani ya kubadilishwa kwayo. Tumekuwa tukienda tuna somo, lakini haturudi kwenye somo linasemaje. Somo linachokitaka ni kukuona wewe unayafahamu mambo yaliyo kwenye msalaba na unaweka imani hayo mambo ya kubadilisha mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usije tu kwenye semina kama wajibu wakuja kwenye semina. Weka imani ya kutamani kujifunza kile utakachojifunza kikubadilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baba alikuwa anatusimulia siku moja hiyo tunafika juu ya elimu yake, namna ambavyo watu wanatamani sana waitumie. Ni kwa nini? Kwa sababu ile elimu alipoipokea kuna kitu kimebadilisha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kama unapokea elimu na ikusaidii, hakuna mabadiliko tunayoyaona kwako. Umesoma mpaka chuo kikuu, lakini maisha yako hatuoni chochote kinachobadilika. Hakuwa na haja ya kwenda huko chuo. Kama tunakuja kwenye semina, tunajifunza vitu vinavyotutaka tubadilike, na tunakaa vile vile, hakuna haja ya kuja. Hakuna haja ya kutembea kwenye mikutano. Kama tunaenda kwenye mikutano, yale tuliyokuwa nayo mwaka jana yanafundishwa kwenye mikutano na tunapewa mbinu za kutoka, tunabaki vile vile. Hakuna sababu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotakiwa jifunze na uweke imani hayo mambo ya kubadilisha. Weka shauku kabisa kwamba mimi sio mwaka jana. Mimi sitakiwi kuwa kama mwaka jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu tukiangalia tasmini, mwaka juzi namna ulivyokuwa na mwaka jana ulivyokuwa. Mwaka juzi kuna afadhali kuliko mwaka jana. Mwaka huu kuna afadhali mwaka jana kuliko mwaka huu. Sasa hayo ndio mabadiliko yanayoendelea. Hata wanahistoria na kama wanatudanganya, wanasema hivi, mtu atokana na software wakati siku anabadilika kwa improvement. Sijui hii story walipata wapi hawa watu. Mimi najiuliza swali, hawa software mbona bado wapo hawabadiliki? Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kupingana na Mungu. Theory ya Mungu imekaa, imetulia. Aliumba mwanadamu moja kwa moja, akumba software inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa weka imani. Usitamani kila mwaka uwe pale pale. Ninarudia ile niliyosema, yale maono niliyokuwa nayaona juu ya kifungo cha nje. Jamani, watu kinawatesa. Unakaa unapiga tasmini. Kuna watu ambao wengine uko nao. Yaani mtu anaenda anarudi pale pale anaanza upya. Yaani mpaka anakuja kuseka yuko pale pale, amekata tamaa, anangojea kufa. Hakuna mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Iko nguvu ya msalaba itusaidie tubadilike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikumbushe nilisema hivi, umewahi kuota ndoto kuhusu wewe? Unaotaka ndoto kuhusu wewe, si ndio? Kuna wakati unaota ndoto unamiliki vitu vikubwa, ukiamka asubuhi huna hata hiki kimoja, na hata njia ya kwanza kutafutia uione. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule unayemuona kwenye ndoto ndiye wewe uliyepo, ni fake, sio yule. Mungu aliyekuwa amemkusudia ni yule aliye katika ulimwengu wa roho. Kila mtu katika ulimwengu wa roho ni original. Hapa nitumie sentence hii. Kila mtu katika ulimwengu wa roho ni original. Lakini ishi ya ule original kuleta kwenye ulimwengu wa mwili ni mchakato. Umewahi kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza mstari wa kwanza, anasema mpenzi Gayo,
na kuombea ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwa. Umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo mafanikio yetu yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana kama mtu amefungwa asifanikiwe kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili hatafanikiwa. Umewahi kuona mtu anapambana, analima, yeye muda anaenda kulima mahindi, ndio soko la mahindi linaporomoka, ila mwaka jana lilikuwepo. Mwaka huu sasa linainuka na maparachichi, ndio anaenda kupanda maparachichi. Alikuja kupanda maparachichi ndio linashuka. Ni vita ya mafanikio. Kwenye ulimwengu wa roho amefungwa asitembee. Yesu atumishi kwa upya. Kila kifungo kilichokuwa kimefungwa usikubali ukae nacho katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani kuna uhalisia ambao Mungu alikuwa ameutaka, ameuweka kwako. Sasa tunaanza kabisa. Huko uhalisia ambao Mungu alikuwa ameuweka kwa mwanadamu. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunamwangalia mwanadamu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu halisi tunamwangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26. Mungu anasema na tufanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Si ndio? Ndio maana isikishe mtu akikwambia sura yako imekae, mwambie huu ni mfano wa Mungu aliye hai. Sema amen. Sema kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hizi ndizo sura za Mungu. Lakini kinachosababisha uhalisia wa mwanadamu uanze kupotea, dhambi inapoingia. Dhambi inapoingia inapopisha hodi kuanza kuingia mwanadamu, ule uhalisia wa mwanadamu unaanza kufifia. Okay, niseme hivi.